Katikati ya jiji la Lagos, katika mitaa yenye vumbi na harufu ya gundi iliyochanganyika na jasho la mchana mkali, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Chidi. Chidi alikuwa mshona viatu. Mikono yake ilikuwa imejaa makovu madogo ya sindano za kushonea viatu. Kila mshono aliopiga ulikuwa kama alama ya mapambano yake na maisha. Alikuwa fundi viatu, lakini ndani yake alihisi kama alizaliwa kwa kitu kikubwa zaidi. Kila siku alipoinama kushona na kusafisha viatu vya matajiri, alijiona akiinuka ndani ya ndoto zake. Lakini ndoto zisingeweza kulipa kodi. Siku ile ya fedheha haikuwa mara ya kwanza kudharauliwa. Ilikuwa mara ya 10, ya 20, ya 100, lakini ndiyo iliyomvunjia heshima ya mwisho. Gari jeusi la kifahari lilisimama mbele yake. Mlango ukafunguka. Mwanaume mwenye suti nyeupe akashuka. Harufu ya manukato ya bei ghali ilikata hewa ya mtaa. Alirusha jozi ya viatu mbele ya Chidi. Vishone leo, usipomaliza nitahakikisha hutashona tena maishani. Watu wakacheka. Chidi alihisi kifua chake kikibanwa. Hakusema neno, lakini ndani yake kitu kilivunjika. Usiku huo hakurudi nyumbani. Alipanda basi la usiku kuelekea mpakani mwa Ogun State, kwenye kijiji kilichokuwa kikiogopwa hata na watu waliokulia huko. Kulikuwapo na mtu mmoja tu aliyekuwa akitajwa kwa sauti ya chini: Dibia Okoro. Alimkuta ameketi mbele ya kibanda kilichozungukwa na fuvu za wanyama. Moto mdogo uliwaka katikati yao. "Nilijua utakuja," Dibia alisema bila kumtazama. Chidi alitetemeka. "Nataka pesa." "Unataka heshima," Dibia akarekebisha. Kimya kikazama. Dibia alitoa pete ndogo ya dhahabu yenye jiwe jekundu lililong'aa kama jicho linalotazama. "Hii ni Owo Esu," alisema kwa sauti tulivu. "Kila utakayemshika kwa mkono wa kushoto kwa hiari yako, miaka 10 ya uhai wake itaingia ndani yako kama utajiri." "Na wao?" Chidi akauliza kwa sauti kavu. "Wataishi pungufu. Wengine wataanguka hapo hapo." Chidi alikaa kimya kwa muda mrefu. Alimfikiria mama yake, alimfikiria fedheha, alimfikiria kicheko cha watu. "Acha nichague mimi," alisema. Alivaa pete. Baridi kali ilipenya hadi kwenye mifupa yake. Chidi alirudi Lagos, lakini si kama mshona viatu tena, bali kama bilionea ambaye alikuwa anaenda kujulikana jiji la Lagos muda si mrefu. Siku ya kwanza, Chidi hakumgusa mtu. Siku ya pili, alikutana na rafiki yake wa zamani aitwaye Tunde. Tunde alimkumbatia kwa furaha. "Chidi, ulikuwa umepotelea wapi?" Chidi aliyasita, halafu akanyoosha mkono wa kushoto. Waliposhikana mikono, Chidi alihisi kama pumzi ikivutwa kutoka kwa Tunde. Tabasamu la Tunde likapotea pole pole. Macho ya Tunde yakawa matupu. Ndani ya sekunde chache, Tunde alianguka. Simu ya Chidi ilitetema na ujumbe wa benki. Milioni 100 kadhaa zilikuwa zimeingia kwenye akaunti yake ya benki. Chidi alitazama mwili wa rafiki yake. Alitamani kulia, lakini tabasamu dogo lilijitokeza. Hapo ndipo Chidi alianza kupotea. Wiki chache baadaye, jina lake lilikuwa kila mahali katika Nigeria: uwekezaji, majumba, biashara. Lakini hakuwahi tena kushika mkono wa mtu bila glovu. Siku zilienda na Chidi alianza kuona roho za wale watu aliokuwa amewaua, ikiwemo rafiki yake Tunde. Alianza kuona sura za wale aliowagusa kwenye vioo. Usiku alisikia sauti zikimuita, "Miaka yangu iko wapi Chidi?" Alianza kulala na taa zikiwa zimewashwa. Lakini hii haikumfanya Chidi ache. Aliendelea kuua na mali zake ziliendelea kuongezeka. Usiku mmoja, Chidi akiwa anazindua hoteli yake mpya ya kifahari huko jijini Lagos, alimuoa mwanamke mzuri aitwaye Amara. Alimnunulia kila kitu alichokitaka:
Siku ya harusi yao, Lagos ilifurika na wageni kutoka nje ya nchi. Wawekezaji kutoka Uarabuni, Marekani na Itali walihudhuria harusi ya Chidi. Lakini Chidi hakuwahi kumgusa mkewe Amara bila kinga, yaani bila kuvaa gloves. Amara alianza kumtazama kwa macho ya mashaka. "Unaogopa nini?" aliuliza siku moja. "Naogopa kupoteza kila kitu," Chidi alijibu. Chidi alikuwa hasemali uongo. Siku ya sherehe kubwa ya kifamilia, mama yake na Chidi alifika kutoka kijijini. Alikuwa hajamuona kwa miezi mingi. Alipomwona mwanaye akishuka kwenye gari la kifahari, macho yake yalijaa machozi ya furaha. "Chidi!" alipaza sauti. Chidi alihisi moyo wake ukiruka. Mama yake alikimbia kumkumbatia. Kwa sekunde moja tu, Chidi alisahau. Alinyanyua mkono wake wa kushoto kwa kumzuia, lakini mama yake alimshika kwanza. Kimya. Hakuna kilichotokea. Mama yake hakufa. Chidi akahisi kitu kikipasuka ndani yake. Alitazama pete. Jiwe jekundu lilikuwa limefifia. Usiku huo, Dibia Okoro alitokea kwenye ndoto yake. "Umegundua?" aliuliza. "Kwa nini mama hakufa?" "Kwa sababu alikugusa kwa upendo wa kweli. Pete hufanya kazi tu pale tamaa inapokuwa mbele ya moyo." Chidi alihisi hofu mpya. "Lakini deni bado lipo," Dibia akaongeza. Usiku mmoja, Amara alimkaribia kitandani. "Sitaki pesa zako," alisema kwa machozi. "Nakutaka wewe." Chidi alivua glovu kwa mara ya kwanza mbele yake. "Nisamehe," aliongea kwa sauti iliyovunjika. Waliposhikana mikono, Amara hakufa. Badala yake, Chidi alipiga kelele. Alianza kuzeeka kwa kasi ya ajabu mbele ya macho yake. Mikunjo ilitanda usoni, nywele zikawa nyeupe, ngozi ikanyauka. Amara akamshika kwa hofu. Miaka yote aliyokuwa ameiba kutoka kwa watu aliokuwa amewaua ilianza kurudi kwa wamiliki wake. Ndani ya dakika chache, Chidi alikuwa mzee wa miaka 100. Simu yake ikatetema. Fedha zote zilianza kupotea. Era, 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 era. Amara alilia akimshika. "Kwa nini?" Chidi alitabasamu kwa uchovu. "Utajiri wa mkono wa kushoto haukuwa wangu." Alitoa pumzi yake ya mwisho mikononi mwa mwanamke aliyemgusa kwa upendo, sio kwa tamaa. Asubuhi iliyofuata, pete haikuwepo. Miaka michache baadaye, katika mtaa ule ule wa maskini wa Lagos, kijana mwingine aliona pete ndogo ya dhahabu iking'aa kwenye vumbi. Aliinama, akaivaa. Na mbali sana, kicheko cha Dibia kilisikika tena kama mbao zinavyopasuka gizani.